Ibrahim Abdalla Akasha, akitambulikana kama Pablo Escobar wa Afrika Mashariki, makao yake makuu yakiwa nchini Kenya. Jina la The Akasha Crime Family sio jina geni ikija katika biashara za ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Kenya. Mwezi Novemba mwaka 2014, The Akasha Brothers, wanawe Ibrahim Abdalla Akasha, ikiwemo ni Ibrahim Akasha ambaye alirithi jina la babake mzazi, pamoja na nduguye Baktash Akasha, walitiwa mbaroni baada ya jitihada za ushirikiano wa vitengo viwili vya polisi, vikiwa ni kikosi cha Kenya cha anti-narcotics kinachotoholewa kutokea katika jeshi la The Directorate of Criminal Investigations, ukipenda DCI, pamoja na kile cha The Drug Enforcement Agency DEA cha Marekani. Hii ilikuwa ni baada ya ndugu hawa wawili kukwepa mitego ya polisi kwa muda mrefu, na pia kutumia wakili wao Cliff Ombeta kupinga kutolewa kwao nchini Kenya na kwenda kusimama mahakamani kule Marekani. Wakati huu, hii ni kazi ambayo ilikuwa ikifanywa sana na Pablo Escobar kutokea kule nchini Colombia. Mkumbuke Pablo Escobar alifanya kila jitihada kuweza kupinga serikali ya Colombia kuweza kumpeleka kushtakiwa kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya kule nchini Marekani. Pia akifanya hivi ilikuwa ni Gaviria, Ismail Gaviria, kama jinsi ambavyo alitambulikana na wengi. Sasa hawa walifanya vile vile alivyofanya Pablo Escobar, ndipo wasipelekwe kule nchini Marekani kuweza kushtakiwa kule kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya. Lakini jitihada zao zilifikia kikomo, na jeshi la Kenya kushirikiana pamoja na kikosi cha polisi cha Drug Enforcement Agency cha Marekani kiliweza kuwapeleka kule nchini Marekani. Na tukizamia katika kisa chote cha baba yao The Akasha Family Brothers, ama mwanzilishi wa The Akasha Crime Family, jina lake kamili ni Ibrahim Abdalla Akasha, ukipenda muite Pablo Escobar wa Afrika Mashariki. Alitingiza taifa la Kenya pamoja na Tanzania kwa biashara yake haramu ya ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya heroin. Inaaminika Abdalla Ibrahim alihamia nchini Kenya kutokea katika taifa la Ethiopia ama ukipenda Uhabeshi, pamoja na taifa la Sudan, alipokuwa akifanya kazi baada ya kuishi kwa miaka kadhaa katika nchi ya Uarabu ya Iraq. Baada ya kuhamia nchini Kenya, alilichagua jiji la Mombasa kama makao yake makuu. Akasha akajitosa katika biashara ya usafiri bila serikali ya Kenya kujua ya kwamba Mwarabu huyu alikuwa akapata njia rahisi sana ya kuingiza mihadarati nchini Kenya, akijificha nyuma ya leseni aliyotunukiwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya, akihudumu kama mfanyabiashara chini ya kampuni yake iliyotambulikana kama Akasha Transporters. Biashara hii yake ambayo alianzisha mwaka 1990 ilikuwa iking'ang'ana sana hata kupata pesa za kulipa leseni, ila alijifanya hivyo Ibrahim Akasha ndipo isitambulikane haswa ni biashara gani ambayo alikuwa akifanya. Alikuwa mjanja sana jangili huyu. Biashara hii ilimpa mpenyo Akasha wa kuwa mlanguzi mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Kenya na Afrika Mashariki na Kati kwa jumla. Kulingana na taarifa za maafisa wa polisi wa DEA, ukipenda Drug Enforcement Agency kutokea Marekani, hakuna mlanguzi alimpiku Ibrahim Abdalla Akasha kwa ukatili na ugaidi kwa jinsi alivyowaadhibu waliomsaliti katika biashara hii haramu ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Ibrahim alikuwa kapata soko huru la mihadarati Afrika Mashariki, haswa katika jiji la Mombasa.
hivyo alijitwika taji la mfalme wa ng'ambo hii. Akasha alikuwa akipokea dawa hizi za kulevya kutokea kwa walanguzi wake wakuu kutokea katika taifa la Pakistani pamoja na nchi ya Uholanzi au Dutch pamoja na kundi la kigaidi kutokea katika nchi ya Yugoslavia, makao yake makuu yakiwa katika jiji la Mombasa. Akasha alitawala kwa ukaidi na ugaidi, akiendeleza biashara hii haramu ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Biashara yake ilikwepa mitego ya polisi katika miaka ya 80 pamoja na miaka ya 90, ila bahati ilimponyoka mwaka 1997, mwaka 1997, wakati mwanawe Hassan alikamatwa na kufungwa jela nchini Tanzania kwa ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya Madrax. Mwaka mmoja baadaye, mwanawe wa pili akitambulikana kama Yusuf Abdalla alikamatwa nchini Kenya kwa kuingiza madawa aina ya heroin nchini, huku akidai kuwa kontena lake ama shehena lake lilikuwa likisafirisha taulo za kuogea pamoja na straws za kunywea soda. Hii ilikuwa ndio mara ya kwanza familia ya Akasha ilipata kugundulika na jeshi la polisi na kuanza kuwekewa mitego nchini Kenya kwa kuhusika kwa uuzaji wa madawa ya kulevya. Mwaka 2000 ama 2000, Akasha Ibrahim Abdalla alisafiri kwenda nchini Uholanzi kule Netherlands kukwepa kukamatwa na jeshi la polisi nchini Kenya, ambao walikuwa tayari washatoa warrant ya kumkamata Abdalla Ibrahim Akasha. Pia kule nchini Uholanzi alikwenda kule kwa ajili ya matibabu na shughuli za biashara na wenzake kutokea katika nchi ya Uholanzi. Pia kule alikwenda kwa ajili ya kudai deni lake. Inaaminika kule Uholanzi Akasha alikuwa kamfuata mlanguzi mkuu Sam Klepper, ambaye alikuwa kakataa kumlipa Akasha pesa zake. Kulingana na ripoti ya polisi, Sam alikuwa akapokea shehena kubwa kutokea kwa mlanguzi huyu Akasha, ila akagoma kumlipa pesa zake Akasha. Baada ya kufika Uholanzi, Akasha alimteka nyara mmoja wa kundi la ulanguzi la Yugoslavia aliyekuwa kamkutanisha na Klepper, na kaagiza kulipwa pesa zake takriban dola 2.5 milioni, na Sam Klepper ndipo amwachilie mfungwa wake. Klepper alikuwa kamfahamisha bosi mkuu wa magaidi Uholanzi, bwana Monir Bosom. Hivyo nduguye Bosom mkubwa Magdi Bosom akapanga mkutano baina ya Monir na Akasha katika duka lake la kahawa katika jiji kuu la Amsterdam nchini Uholanzi. Akasha Ibrahim Abdalla akitembea katika barabara ya Bloodstraat akielekea katika mkutano ule uliokadiriwa kufanyika tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2000, akiwa pamoja na mkewe mwenye uraia wa nchi ya Misri au Egypt, akitambulikana kama Ghazi Ayat. Jamaa aliyekuwa kwenye pikipiki alimfyatulia risasi 7 na kumuua Akasha pale pale. Taarifa kuhusu kifo cha Akasha zilienea kama moto nyikani na kufikia jeshi la polisi nchini Kenya pamoja na Marekani waliokuwa wakimsaka Akasha kwa udi na uvumba. Hivyo, baada ya taarifa hizi, maafisa wa polisi walifunga kesi ya ulanguzi dhidi ya Akasha, wakisahau kwamba mtoto wa nyoka ni mnyoka mkubwa. Wanawe Akasha wakiwa ni the Akasha Brothers, Baktash pamoja na nduguye Ibrahim walirithi biashara ya baba yao na kuendeleza biashara hii haramu mpaka pale walipokamatwa mwaka 2017 nchini Kenya na kupelekwa Marekani
na kuhukumiwa kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya. Mwezi Agosti tarehe 16 mwaka 2019, mahakama Marekani ilitoa hukumu na kuwafunga miaka 25 gerezani the Akasha Brothers. Kabla ya kifo cha baba yao Akasha, ambaye alitambulikana ama almaarufu Pablo Escobar wa Afrika ya Mashariki, alikuwa na wake watatu, na wale wake zake waliachwa kuwalea wanawe, na ndio ambao walishikilia the Akasha crime family mpaka pale mambo yalipokwenda mviongo, wakati the two Akasha brothers walipata kukamatwa na jeshi la polisi la anti-narcotics pamoja na DCI likishirikiana na jeshi la polisi kutokea kule nchini Marekani la DEA, Drug Enforcement Agency, na kesi ya the Akasha Family Brothers ikapata kukamilika. Hapo ndipo tunatilia kikomo kisa cha gaidi sugu ama mlanguzi mkuu wa mihadarati katika Afrika ya Mashariki na Kati, Ibrahim Abdalla Akasha. Kwa sasa ni hayo tu. Hii ni FM Show KE. Usibanduke kabla hujapata